jambo muhimu ambalo tunataka tulizingatie katika khutba ya Ijumaa ya leo kwa mnasaba huo ni mafundisho yanayohusiana na masomo au mafundisho yanayohusiana na kusoma na wanafunzi na walimu yaliyoko ndani ya Qur'ani tukufu. Na kwa sababu mafundisho haya ni mengi na wakati hauruhusu, tutasimama na tukio moja peke yake ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelisajili ndani ya Qur'an. Tukio kubwa, tukio adhim ambalo Allah jalla jalaluhu ameliteremsha ndani ya Qur'ani tukufu. Sisi tunalisoma tukio hili mara kwa mara na pengine baadhi ya waislamu kila Ijumaa, lakini labda muislamu hajapata kusimama na kuzingatia yale yaliyomo katika tukio hilo. Wengi wetu kupitia katika madaris, katika taasisi mbalimbali za kielimu, huenda ikawa tumesoma kisa kinachomhusu nabii Musa alayhi salam na mja mwema al-abd salih al-Khadir alayhi salam. Mambo mengi yamepita baina ya waja hawa wawili wema, lakini tuje katika mazingatio yale yanayohusu mada ambayo tunaizungumzia katika Ijumaa ya leo. Katika kisa hiki, miongoni mwa mafunzo mengi yaliyomo ndani yake, kuna mafunzo ambayo yanaitwa durusun tarbawiyya, mafunzo ya kitarbia ambayo ni mengi kadhalika, lakini tunachagua katika haya mafunzo ya kitarbia mafunzo yanayomhusu mwanafunzi na mwalimu. Moja katika mafunzo haya ni at-tadhhiya fi sabili al-ilm, ni kujitolea katika kutafuta ilmu. Tunajifundisha katika tukio lililotokea baina ya Nabii Musa alayhi salam na al-Khadir, yule mja mwema, baada ya yale yaliyojiri baina yao au kati yao waja hawa wawili. Maneno ni marefu, wakati hautoshei katika khutba moja kueleza kisa chote kikamilifu, lakini kwa ufupi kabisa ni kwamba Nabii Musa alayhi salam siku moja aliwatolea khutba, aliwatolea mawaidha bani Israeli. Mawaidha yale yalikuwa ni mazito, mazuri, ambayo yaliingia katika mioyo yao na fahamu zao zikawafanya mpaka wakatoa machozi, ikawaathiri yale mawaidha ya Nabii Musa alayhi salam, na alikuwa ni mzungumzaji mzuri. Alipomaliza, kwa bwana mmoja alimfuata Nabii Musa. Maneno haya yametuhadithia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sahih al-Bukhari na Muslim min hadithi Abdullah ibn Abbas an Ubay ibn Ka'b. Bwana mmoja alimfuata Nabii Musa katika bani Israeli, yale mawaidha yalipomwathiri, akamuuliza Nabii Musa, hivi katika ardhi yote hii yuko mtu yoyote ambaye ni a'lamu minka, ana ilmu zaidi kukushinda wewe Nabii Musa? Nabii Musa akajibu la. Ndipo hapa ambapo Allah subhanahu wa ta'ala akamtaka Nabii Musa alayhi salam ajifunze somo hili pindi aliposema la, kwa sababu jawabu iliyokuwa inatakiwa itokamane na Nabii Musa alayhi salam alikuwa afaha aseme Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye ajuaye. Sasa kwa kuwa hakuiregesha ilmu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akataka kumpa mafunzo haya, ndipo kukazuka ile safari ya kwenda kutafuta ile ilmu kutoka kwa al-Khadir, mja mwema huyu al-Khadir aliyekwenda kukutana naye katika safari yake. Sasa wanapokuwa katika ile safari, ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza haya ambayo yaliyotajia katika suratul Kahf, kuanzia aya nambari 60 kurasa 300 hadi aya nambari 82 ukurasa 302 katika msahafu huu wa Madina tulionao. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza yale yote yaliyojiri kati yao. Sasa katika jumla na orodha ya mafunzo ambayo waislamu tunajifunza na kisa hiki ni at-tawadhu au at-tadhhiya fi sabili al-ilm. Ni muislamu hasa akiwa ni mwanafunzi anatafuta ilmu, ni lazima ajitolee katika kuitafuta ile ilmu. Tufahamu ya kwamba ilmu haipatikaniwi hivi hivi.
ilmu ni lazima uitolee jasho, ilmu ni lazima uiendee mbio. Hapa ndipo Nabii Musa alayhi salam aliposimama kutupa funzo hili kupitia kwa Qur'ani tukufu kama alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Akajitolea muhanga kwa wakati, akamwambia kijana wake ambaye alikuwa ni Yusha bin Nun, amwambia la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdi huquba. Aya hii peke yake inatupa kiasi gani Musa alayhi salam amejitolea muhanga katika kuitafuta ilmu. Tena kujitolea kwenyewe ni katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza amejitolea muhanga fi alhali walmal walistiqrar, amejitolea muhanga katika hali na katika mali. Amwambia kijana wake hatta ablugha majma' al-bahrain, sitoacha kumtafuta huyu mja ambaye nimeamrishwa kwenda kumtafuta ili anifundishe mpaka nifike pahala pa mkusanyiko wa bahari mbili. Ni masafa marefu, masafa ambayo leo unahitajia kipando cha maana, lakini Musa alayhi salam na kijana wake Yusha ibn Nun walifunga safari ya miguu kwenda kuitafuta ilmu. Leo kijana wetu unamwambia nenda kaitafuta ilmu pale fulani, akwambia kule ni mbali bwana. Mbali wenyewe pengine ni kilomita kadhaa, umbali wenyewe pengine labda akienda ni nusu saa au ni saa moja, aweza kaenda akarudi. Musa alayhi salam amwambia kijana wake hatta ablugha majma' al-bahrain, atadhhiya bil mal atadhhiya bil hal. Ameachana na istiqrar, amewacha watu wake, amewacha familia yake. Musa alayhi salam amefunga safari ili amtafute huyu al-Khadir. Yuko wapi? Huko majma' al-bahrain. Sisi waislamu labda leo mtu yuko na familia yake, yuko na watu wake, hataki kuachana nao kabisa, yuko kwenye raha kabisa, na itaka ile ilmu imjie pale yeye alipo. Na wazazi nao pia wanachangia tena kwa vibaya sana. Badala ya kumfundisha mtoto ilmu aliyotufundisha Musa alayhi salam iliyopitia na Qur'ani, hatta ablugha majma' al-bahrain, mzazi amwambia mtoto wake kaa nyumbani, nitakuletea mwalimu akufundishe tuition. Qur'ani utaisoma hapa hapa nyumbani, sira utaisoma nyumbani hapa, fiqh, hadithi yote hapa nyumbani utaisoma. Ndio maana utaona natija yake mtoto hana qadar ya ile ilmu, hana taadhima ya ile ilmu, hajui thamani ya elimu, thamani yake ni kiasi gani, inadharauliwa. Hasa ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Mtume Musa alayhi salam akatufundisha kadhalika at-tadhhiya bil waqt, tadhhiya ya wakati. Katika hii aya ambayo tumeisoma, la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdi huquba, au nimalize muda mrefu usiokuwa na mipaka. Huquba ni jamu ya huqba, ambayo jamu yake inakuja kwa sigha mbili, zote ziko ndani ya Qur'ani. Jamu ya huqba ni huquban, au jamu yake ni ahqaba, ile iliyoko kule katika suratul Naba, labithina fiha ahqaba, ambayo ni muda mrefu. Musa alayhi salam asema hata kama nikumtafuta Khidr alayhi salam itanichukua muda mrefu niende nikasome, basi wacha muda huo upite, umri wangu wata upite, mimi nimtafute huyu mja, maana Allah subhanahu wa ta'ala aniambia kwamba ana elimu atanifundisha. Leo muislamu kuna umri fulani akifika kwambia sisi tushazeeka bwana, hatuwezi tena kusoma. Umri huu tena tusome wapi? Mwambie mtu nenda kasome Qur'ani, nenda kajifundisha elimu, ajiona ashakuwa mkubwa, amepitwa na wakati. Musa alayhi salam akwambia au amdi huquba, huku kumtafuta Khadir, niende kwake nikasome, hata kama utanichukua muda wa ahqab, muda wa huquban mrefu, wacha muda upite. Hiyo ni tadhhiya ya hali, tadhhiya ya mali, tadhhiya ya wakati. Somo la pili la tarbia katika kisa cha waja hawa wema wawili ni asabru, kuwa na subra. Subra imejitokeza katika kisa hichi katika nyanja mbalimbali na kwa sura mbalimbali, namna tofauti tofauti. Mmoja wapo wa aina za subra katika kisa cha Musa na al-Khadir alayhima salam ni asabru fi tahammul al-ilmi, ni kuwa na subra katika kuitafuta ile ilmu. Maana ilmu inakuja kwa tabu,
ilmu inakuja kwa shida, kwa hivyo lazima usubiri. Wazazi wanaodhani kwamba watoto wao wakishawaletea tuition nyumbani basi ilmu ishafika, wamekosea. Kijana ambaye anadhani kwamba ilmu ataipata kwa raha, amekosea, kwa sababu sheria na kaida ya ilmu ndani ya Qur'ani ni kwamba ilmu inapatikaniwa kwa taabu. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma اتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا. walipopita ile sehemu ambayo walikuwa wasimame, Musa alayhi salam alimwambia kijana wake, sasa hebu tuletee kile chakula chetu tukile. Chakula chenyewe ilikuwa ni samaki peke yake. Samaki ndio chakula ambacho kimebebwa katika safari ya ilmu ya Musa alayhi salam na kijana wake. Leo tunampeleka mtoto wetu kwenda kutafuta ilmu pahala fulani, anapewa na raha zake zote, anapewa na mahitaji yake yote anayohitajia, na hivyo hivyo ilmu haiendi kupatikaniwa. Musa alayhi salam ana kipande cha samaki au samaki mzima ambaye amekuwa shatengenezwa, akabebwa. Falamma jawaza, walikokuwa wamepita ile sehemu ambayo ilikuwa wanatakaniwa pale wamkute yule mja mwema, qala li fatah, alimwambia kijana wake, atina ghada'ana, tupe kile chakula chetu. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Hapa ndipo palipo na somo kwamba ilmu Nabii Musa alayhi salam aliipata baada ya kutamka kwa mdomo wake kwamba washapata tabu, tumepata nasab. Nasab ni at-ta'ab albaligh ila darajatin 'aliyah mutanahiya, si taab ndogo. Nasab haiti ni nasab mpaka ile tabu itakuwa inapokuwa ishamvama mtu, ndipo inaitwa nasab. Hapa ndipo alipofikia Musa alayhi salam katika safari yake ya ilmu, na yeye ni nabii min anbiya illahi tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla angelikuwa ni rahisi kabisa akamsahilishia Nabii Musa ile ilmu kuipata, yule Khadir angeletwa mpaka kwa Musa alayhi salam akenda akasoma. Funzo tunapewa sisi kadhalika katika min suwari as-sabr fi talab al-ilm ni sabru at-tilmidh ala al-muallim, ni subra ya mwanafunzi juu ya mwalimu wake. Unapokuwa unasoma, yule mwalimu wako anayekufundisha ile ilmu ni lazima uwe na subra naye, ni lazima umstahimilie, kwa sababu kuna safari ya elimu ni safari ngumu, ni safari inayohitajia kustahimili, sio safari ya raha. Kwa hivyo utapata pengine hapa msukosuko, pale kutakuwa na shida, hapa kutakuwa na tabu ya aina fulani. La budda an tasbir litanala alilm, huna budi kusubiri ile ilmu uipate. Lakini wewe ukiwa ni mwanafunzi wa majivuno, ni mwanafunzi wa kutaka raha, ukipewa neno moja au maneno mawili ya kuudhi na mwalimu ushamkimbia, hakuna ilmu utakayoipata. Kaa ujue hilo. Kwa hivyo tunafundishwa sabru tilmidh ala almuallim. Ndipo pale al-Khadir akawa anamwambia Nabii Musa alayhi salam, wewe hutoweza kusubiri na mimi, innaka lan tastati'a ma'i sabra, wewe huwezi kusubiri na mimi. Tunafundishwa kwamba mwanafunzi lazima awe na subra na mwalimu. Kadhalika min suwari as-sabr sabru al-muallim ala tilmidh, kinyume chake. Kadhalika kuna subra ya mwalimu juu ya mwanafunzi wake. Musa alayhi salam alimpa mwanafunzi wake, kijana wake Yusha, jukumu la kukaa na yule samaki. Amwambia, kaa naye, ukifika wakati wake wa kumla huyu tutamla. Yule samaki akaingia katika bahari kama Qur'ani ilivyotueleza, ajaban, kwa njia ya ajabu. Sasa ilipofika wakati, Musa alayhi salam amwambia kijana wake, atina ghada'ana, tupe kile chakula chetu. Yusha amwambia Musa alayhi salam, yule samaki ambaye tulikuwa naye aliingia, alirudi katika maji. Nabii Musa alayhi salam akawa ni mwalimu mwenye subra juu ya mwanafunzi wake, akamwambia, dhalika ma kunna nabghi, hapo yule samaki aliporudi majini ndipo tunapopataka. Ma wabakha wala shatama wala ataba wala daraba, hakumpiga, hakumtukana, akumwambia kijana gani wewe wamuona samaki aingia kwenye maji ukuniambia wewe una adabu. Kawa na subra. Tunafundishwa kwamba la budda lilmuallim kadhalika an yasbir ala tilmidh.
kadhalika min suwari sabri almuallim ala tilmidh ni Khadir alipomsubiria nabii Musa alayhi salam, mpaka wanazuoni wa tarbia wakatuambia hapa ndipo inapotokamana lile tamko ambalo wanazuoni wa tarbia wanasema at-tadarruju fi al-itab au al-itab at-tadarruji, kwamba kunapokuwa na itab, unapomrekebisha mtu unamsubiria mara tatu, na unaposubiri mara tatu kila mara moja unapanda daraja. Musa alayhi salam sharti yake na mwalimu wake ni kwamba asubiri. Alipokosea kusubiri mara ya kwanza akaambiwa alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, hiyo ni daraja ya kwanza. Aliposhindwa kusubiri daraja mara ya pili, mwalimu wake al-Khadir akenda step moja mbele, akaingia katika daraja ya pili, akamwambia alam aqul laka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika ile hadithi fi sahihain, asema hili tamko la laka limeongezeka mara ya pili ili kuonesha taakid. Maana mara ya kwanza alimwambia alam aqul innaka, hakuna laka. Mara ya pili akamwambia alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Pengine wewe hukuwahi kujiuliza mbona mara ya pili pameongezeka laka? Ile laka ni khitab aambiwa Musa min babi taakid ziyadatan fil itab. Sasa ili Musa naye katika mara ya pili awe mwangalifu zaidi, yani ewe Musa, mimi nakupa hii itakuwa ni kama reminder ya pili, chunga kwamba nimekwambia usubiri. Na hii ni marhala ya pili. Ilipokwenda mara ya tatu ikaenda katika marhala ya mwisho, ndio Khadir akamwambia Musa alayhi salam hadha firaqu baini wa bainik. Hii inaitwa tadarruj katika kutafuta, katika kuleta itab, na mwalimu atakiwa ende na mwanafunzi wake kwa namna hii. Sio kwamba mwanafunzi anapokosea mara moja tu peke yake shamfukuza la mbali, ushamwambia sitaki kukuona hapa, amekosa mara moja. La, indama tuatib, unapomchukulia hatua mwanafunzi unampa chance ya kwanza, unampa chance ya pili, chance ya tatu, unamwambia hadha firaqu baini wa bainik. aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi alwahid alahad alfard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. واشهد ان لا اله الا الله الواحد المتفرد بربوبيته والوهيته وفي اسمائه وصفاته واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, tukiendelea katika haya mafunzo ndugu zangu waislamu, ni kisa adhimu, ni mafunzo mazuri ambayo muislamu haishi kunufaika nayo katika maisha yake. Somo la tatu baada ya subra ni somo la tawadhu, somo la unyenyekevu. Tunafundishwa katika kisa cha Nabii Musa na Khadir, mwana Nabii Musa alayhi salam akiwa ni mwanafunzi, Khadir akiwa ni mwalimu wake. Tunafundishwa somo la unyenyekevu, somo la tawadhu, kwamba ewe mwanafunzi unaambiwa be humble, kuwa mnyenyekevu, kuwa chini. Mwalimu wako namna itakavyokuwa ni mwalimu, anastahili daraja, anastahili heshima, anastahili apewe taadhima yake. Sote hakuna muislamu anayeweza kujadili suala la kwamba Nabii Musa katika mawqifi hii bila shaka alikuwa ni aula na a'zamu qadran wa a'la manzilatan min al-Khadir. Bila shaka Nabii Musa alikuwa yuko juu katika daraja, alikuwa juu katika manzila kumshinda Khadir bila shaka, kwa sababu sote tunajua kwamba afdalur rusul ulul azm, na Musa alayhi salam yuko miongoni mwa ulul azm min ar-rusul. Al-Khadir hayuko. Pamoja na hivi, na Musa alayhi salam alipokuja mbele ya Al-Khadir, al-abd salih, tizameni ile lugha na ule uslub wa adabu na heshima mbele ya mwalimu wake anapokuja kutafuta ilmu. Amwambia hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Uslub wa hali ya juu wa adabu na heshima na taadhima apewa mwalimu. qum lilmuallimi wa fihi tabjila kada almuallimu an yakuna rasula. Ingawa Khadir si kwamba yomfundisha Musa mambo yote, hamfundishi Musa Taurat, hamfundishi Musa wahi wa aina nyingine yoyote isipokuwa ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia wa atainahu min ladunna ilma. Kuna ilmu maalum
ambayo Musa alikuwa haijui. Pamoja na haya anamwambia kwa uslubu wa heshima na uslubu wa adab. Hakuja mbele ya Khadir akamwambia ana Musa rasulullah ila bani Israil, mimi ni Musa mtume aliyetumilizwa kwa wana wa Israeli. Arsalani rabbi ilaika, Allah subhanahu wa ta'ala amenituma mimi kwako kuja kutafuta ilmu. Hii ndani yake kuna tarafu. Musa alayhi salam katu hakutaja, amwambia Khadir hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda, je sikufuati ili upate kunifundisha kati ya yale uliyofundishwa katika mambo mema na mazuri. Wanafunzi wanahimizwa, wanapewa wasia wawe humble, wawe na tawadhu katika kutafuta ilmu. Kiburi ukiwa nacho, almutakabbir la yataallam, almaghrur la yataallam. Aliye na ghurur katika nafsi yake, aliye na i'jab katika nafsi yake, ambaona kwamba huyu mwalimu labda yuko hivi, huyu mwalimu ni hivi, mimi bora kuliko yeye, lan tataallama abada. Wewe utapata ilmu, takunu mahruman min alilmi, wewe utanyimwa ilmu mahma wa aina ma dhahabt, na utakachofanya ilmu huwezi kuipata. Kadhalika somo la mwisho ayu alikhwa kumalizia min ad-durusi tarbawiyya ni al-adab ma'a al-muallim, adabu pamoja na mwalimu. Adabu ya mwalimu, mwanafunzi atakiwa awe na adabu. Qala Musa alayhi salam, nabii min ulil azmi min ar-rusul, nabii ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwanua cheo. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah, minhum man kallama Allah, wa Musa alayhi salam kalimullah. Sote tunalijua hilo, lakini anakuja mbele ya mwalimu amwambia satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra. Allahu akbar. Mwanafunzi huyu wa ajabu amwambia mwalimu wake satajiduni insha Allah sabiran, utanikuta mimi kwa mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala, utanikuta mimi ni mwenye subra, wala a'si laka amra, wala sitokhalifu amri yako yoyote. Sasa Musa alayhi salam nabii, Musa alayhi salam rasul min ulil azmi min ar-rusul, amwambia mwalimu wake wala a'si laka amra. Vipi leo watoto wetu wanaasi walimu wao? Vipi leo watoto wetu hawana adabu na walimu wao? Watoto wetu wanakeuka mipaka, tena aona fakhri, aona raha, aona sifa hasa kukhalif amri ya mwalimu wake. Fanya hivi, amuonesha mwalimu mimi nitafanya hivi, kwani utafanyaje? Na wewe ni mtu ambaye la tusawi shay'an amama muallimik, wewe si lolote wala si chochote mbele ya mwalimu wako. Ukisoma mwalimu wako hafaidiki, usiposoma mwalimu wako hadhuriki. Lakini pamoja na hivyo nadharia ya watoto wetu inakuwa ni nadharia ya mitihani. Kwa hivyo ayuha almuslimun, tunufaike na masomo haya, tushikamane na mafunzo haya katika Qur'ani, kwa sababu visa ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavitaja ndani ya Qur'ani ni ibra. Laqad kana fi qasasihim ibra liman liulil albab. Kwa hivyo visa si hekaya za kusoma na kumaliza, ni visa ambavyo waislamu tunatakiwa tushikamane navyo ili tupate kufaidika fi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da'a ad-din. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.